Mwanamke jasiri. Kwetu chapa kazi na umahiri tunatupilia mbali. Wanawake sio viumbe dhaifu, bali ni watu imara na wenye nguvu kama walivyo wanadamu wengine, na pengine wanawake wana nguvu zaidi. Heshima yake ni kubwa kulingana na majukumu, sifa katika utendaji na namna anavyowajibika katika kuijenga jamii yenye afya. Huyu ni mwanamke jasiri. Tunajadili yote yanayomkabili na kuangalia namna sahihi ya kutatua changamoto zake zote. Hapa 89.1 Uplands FM, kila siku za Jumamosi kuanzia saa 8 kamili hadi saa 8:30 mchana, kwenye jukwaa moja tu la mwanamke jasiri. Mwanamke jasiri. Salamu nyingi zenye heri zikufikie msikilizaji wa 89.1 Uplands FM. Ni wakati mwingine na ni siku nyingine nzuri kabisa, ikiwa tunazungumza masuala mbalimbali ya wanawake. Hii ni mwanamke jasiri, ipo hewani kupitia hapa Uplands FM kuanzia muda huu mpaka baadaye, tukiwa tunazungumza masuala mbalimbali yanayogusa wanawake. Inawezekana ikawa ni kiuchumi, kiafya na masuala mengine ya kijamii. Lengo hasa ni kumkwamua mwanamke kulingana na imani ambazo anakuwa anafikiria juu ya masuala hayo na kumpa uelewa zaidi. Juma lililopita hapa tulizungumza masuala ya ardhi na tulizungumza mengi kweli kweli tukiwa na wataalamu wa masuala ya ardhi, lakini hii leo tunakuja na kitu kingine zaidi. Kumbuka kwamba mwanamke jasiri inakufanya wewe mwanamke upate ujasiri katika nyanja mbalimbali, hususan wewe ambaye unatufuatilia muda huu kupitia 89.1 Upland FM na unapatikana katika mkoa wa Njombe na nyanda za juu kusini kwa ujumla. Mimi naitwa Chungwa. Kama kawaida nitakuwa na wageni wangu hapa hii leo, na ni wale ndugu zetu kutoka shirika la IKAO. Hili ni shirika lisilo kuwa la kiserikali. Wana kitu gani ambacho utakuja kuzungumza? Ni shirika ambalo linajihusisha na nini zaidi, na wana mradi gani kwa sasa ambao umeletwa kwa ajili yako? Hayo ndio ambayo tutakwenda kuyazungumza kwa pamoja, msikilizaji wa 89.1. Muhimu ni wewe kushirikiana na sisi fupi kupitia 0672783836. Hiyo ndio sehemu ambayo wewe utatuma ujumbe wako ukishirikiana na sisi kwa hiki ambacho tutakuwa tunazungumza hapa mahususi kabisa kwa ajili ya wewe mwanamke. Kama utakuwa na swali lolote ama una mawazo yoyote ama unahitaji ufafanuzi wa jambo lolote, basi huko ndo sehemu sahihi, 0672783836. Kama ambavyo nilisema kwamba tupo na wageni hapa na sasa ni wakati wa kuzungumza nao, lakini fahamu kwamba mada yetu kubwa ambayo tunaijadili hii leo ni changamoto zinazowakumba wanawake vijana hasa katika kilimo cha chai. Unafahamu kwamba nyanda za juu kusini inawezekana tukawa ni vinara kwenye eneo hilo la kilimo cha chai. Yapo mashamba ambayo yanamilikiwa na kampuni, ukienda mfano Mufindi pale Iringa, ukienda Lupembe, ukienda Kibena Chai, Luponde, kadhalika na maeneo mengine. Inawezekana ikawa ni mashamba ya watu binafsi au yanamilikiwa na kampuni ambazo zinaendesha mashamba hayo, lakini kwa yale mashamba binafsi tutakwenda kuangalia hicho ambacho kinawagusa wanawake, na ndio maana tumesema tunaangalia changamoto zinazowakumba wanawake vijana katika kilimo cha chai. Yapo makampuni ambayo yamejaribu kuhimiza kilimo cha chai kwa makundi mbalimbali hapa mkoani Njombe, ila leo hawa ndugu zetu watakuja kutuambia kinaga ubaga hiki ambacho tunakizungumza. Karibu sana, na tuanze kwa majina yako na unakotokea zaidi, lakini leo tumekuja na kitu gani hasa kwa wasikilizaji wetu wa Uplands FM? Kwa majina naitwa Maria Mrindoko, ni msimamizi wa miradi kutoka shirika lisilo la kiserikali linaloitwa IKAO. IKAO ni kifupi cha Integrating Capacity and Community Advancement Organization. Na ni shirika ambalo linapatikana wapi kwa hapa mkoani Njombe? Sisi ni shirika ambalo limesajiliwa kufanya kazi Tanzania bara. Ndio. Kwa Njombe ni wageni. Ndio. Lakini ofisi zetu makao makuu ni Dar es Salaam. Okay. Yes, tunapatikana pale Mwenge opposite na TRA. Okay. Sawa. Karibu pia madam, ujitambulishe majina yako na nafasi yako pia. Mimi kwa majina naitwa Pili Bakari, ni afisa ushirikiano kutoka shirika la IKAO. Mzee wangu hapa. Asante sana. Kwa majina naitwa Peter Magema, afisa kilimo, msimamizi wa mazao ya biashara halmashauri ya Njombe. Karibu sana. Asante sana. Sawa, tuanzie kwako Pili Bakari. Wewe ni afisa ushirikiano wa IKAO. Leo tunazungumza zaidi
changamoto zinazowakabili wanawake vijana hususan katika kilimo cha chai. Kwanza tuambie kwa nini tumekuja na mada hii leo? Tumekuja na mada hii leo kutokana pia na mradi wetu. Mradi unaitwa Haland High Economy. Ndio. Ardhi yake, uchumi wake. Huu mradi umelenga zaidi wanawake vijana. Sisi kama shirika tunafanya kazi na vijana. Okay. Hivyo basi katika changamoto mbalimbali za kutatuzi katika jamii yetu na miradi yetu inahusu vijana. Kupitia huu mradi umelenga zaidi wakulima wa chai vijana. Ni wakulima wa chai. Ndio. Sana tunacholenga ni kuwasaidia kuongeza ubora wa chai. Kuongeza mavuno, inamaanisha uzalishaji wa chai. Kuongeza quality katika chai. Ndio ubora. Lakini pia kuwaunganisha na masoko mbalimbali ya kibiashara na fursa mbalimbali hususani katika kilimo cha chai. Ndio. Kupitia huu mradi tunafanya shughuli mbalimbali ikiwemo kuwajengea uwezo hawa wanawake na tumeweka kwenye vikundi. Tuna lengo la kuwafikia wanawake 100 kwa vikundi, lakini hawa ni direct moja kwa moja, lakini pia katika jamii tunafikia zaidi ya wanawake 1000. Ndio. Ndani ya hivi vikundi tunawajengea uwezo namna gani wanaweza kuongeza ubora katika chai, namna gani wanaweza kuongeza uzalishaji katika chai na mfumo mzima wa masoko katika chai. Katika huu mradi pia tunawasaidia vifaa. Ndio. Vifaa vya kuvunia chai. Kwa sababu changamoto kubwa ambayo tumeiona, wengi wao wanavuna chai kwa kutumia mikono. Ndio. Hivyo inawapelekea wao kuvuna kilo chache. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia hizi mashine ambazo tunawapa kupitia hivi vikundi vyao na tumeweka utaratibu wa kuweza mashine kwa sababu mradi sio mkubwa sana. Ndio. Tunawapa tu mashine, kila kikundi mashine moja, na tumewekea utaratibu namna gani itazunguka kwa kila mtu, kwa sababu zao la chai au vuni kila siku. Ikichipua huyu leo na tumewekea huo utaratibu kila mtu aweze kuvuna na kuongeza kiwango cha uzalishaji. Na tunategemea kwamba mavuno yakiwa mengi kupitia hizi mashine pia kiwango cha pesa kitakuwa kubwa. Kwa sababu kwa kutumia mikono mtu anaweza akavuna labda kilo 20-30, lakini zile mashine zinavuna kilo 200-500. Hivyo basi kiwango chao kipato pia kitakuwa. Okay. Kwa changamoto hiyo tulioikuta pia ni kuvuna kwa kutumia mikono, tukawapa hizo mashine. Lakini kuna changamoto nyingine mbalimbali ambazo tunakumbana nazo, hayo masuala ya ardhi, changamoto ya kutokuwa na elimu namna gani wanaweza kuongeza ubora. Hizo zote zipo ndani ya huu mradi na tunaendelea. Sawa. Tumezungumzia sasa zao la chai. Ni kwa kiasi gani wanawake wa mkoa wa Njombe wamekuwa na mwamko kwenye kilimo cha zao la chai? Kwa mwamko, asilimia kubwa ya wanaoshughulisha katika kilimo cha chai ni wanawake wenye umri mkubwa. Okay. Sisi kama shirika la vijana tuliliona hilo na tukaona kwamba hii sekta mwisho wa siku itakuja kufa, kwa sababu kama wengi wanaodili na kilimo cha chai ni wazee, kwa ajili gani pia hii siwe sehemu ya kuhamasisha pia vijana wahusike katika kilimo cha chai. Kwa hiyo na vijana wengi wanapenda vitu rahisi, na ndio maana hata sisi katika hizi shughuli zetu katika mipango yote ya huu mradi imelenga pia kutatua zile shughuli za vijana ili kuwapa urahisi. Kama hizo mashine, vijana wengi wanakwepa kuingia kwenye chai kutokana na kutumia muda mwingi kuvuna na mkono, afu unakuta mtu amevuna kilo chache. Kwa hivyo pia mashine pia itasaidia kurahisisha. Changamoto ni nyingi sana kuwepo kwa vijana. Pia mwanzoni kabisa ilituia ngumu sana, wengi waliopo katika kilimo cha chai ni wazee. Hadi kuwapata hawa vijana, na tunategemea wao pia wawe mabalozi wa kuhamasisha vijana wengine. Na ndio maana hata katika hizi program ambazo tunazifanya kupitia huu mradi, ikiwemo hiyo pia mikutano, tunafanya hiyo mikutano tunatoa hizo elimu namna gani wanaweza umiliki wa ardhi, lakini pia kuhamasisha vijana nao pia mwamko kuingia katika hii sekta ya chai au kilimo cha chai. Sawa. Nirudi kwako ndugu yangu afisa mazao halmashauri ya mji Njombe, Bwana Magehema. Hali ya zao la chai katika halmashauri ya mji ipoje, na pengine ni wapi ambapo zao hili linalimwa kwa wingi zaidi? Asante sana. Zao la chai kwa maeneo ya halmashauri ya mji Njombe linalimwa hususan kwenye kata ya Ruponde, kata ya Ungilo,
kata ya Kobi, kata ya Ihanga na kata ya Kifanya. Okay. Kwa asilimia kubwa zaidi, lakini kidogo kata ya Utalingolo pia nao wanalima. Okay. Ndio. Sawa. Na hali ya zao hili kwa wakulima wa haya mashamba ni wengi ni wanawake au ni wanaume? Sisi hapa tunawagusia wanawake. Ni akina nani ambao wanalima kwa wingi kwenye haya maeneo ambayo umeainisha? Wakulima walio wengi ni wanaume, lakini kupitia miradi hii ya ushirika hususan kilimo cha chai kwenye block farm, wanawake pia mwamko ni mkubwa. Baada ya shirika la Noski kuanzisha kilimo cha block farm, wanawake ni wengi, lakini hususan kwenye kipindi chetu cha leo tunapozungumzia wanawake vijana, mwamko wa wanawake vijana ni mdogo, na ndio maana tunakuwa na platform kama hizi tuweze kujadili na kuona namna ya kuwahamasisha. Okay. Kwa hiyo mwamko wa wanawake vijana bado ni mdogo. Labda kupitia shirika letu hili la IKAO, kupitia vifaa hivi ambavyo wanavitoa, tunaamini kabisa wanawake watapata mwamko, kwa sababu kwa kuanza tu tumeona wamewezesha mafunzo mbalimbali, lakini pia wamepewa vifaa vya kurahisisha uvunaji wa zao la chai. Kwa hiyo zamani ilikuwa inaonekana kama zao hili ni la shida sana, hasa kwenye uvunaji, lakini tumeona vifaa, tumevitesti, inafanya kazi kwa haraka zaidi. Unaona kwa siku mtu anaweza kuvuna hadi kilo 100 na kwa hiyo anapata hela nyingi. Na mwamko kwa vijana ambao tumeanza nao kupitia shirika, tumeona wamepokea vizuri, na tunaamini kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Hongereni sana. Asante sana. Pili, kwa namna ambavyo tumeona juu ya mwitikio wa zao la chai, mnatoa elimu kwa wanawake. Hebu tuambie sasa, haya makundi ambayo mnayafikia, kuna gharama zozote ambazo wanatakiwa kutoa kwenye shirika lenu ili waweze kuwezeshwa kupata elimu pamoja na hivyo vifaa vinavyowasaidia kwenye eneo lao la kulima? Kama shirika ni shirika lisilo la kiserikali, lakini sisi hatufanyi kazi kwa faida. Sisi kazi yetu ni kusaidia jamii. Kwa hivyo vifaa, hayo mafunzo, elimu zote tunazozitoa ni hamna malipo yoyote. Okay. Na nimesahau kama mradi unavyosema ardhi yake uchumi wake, lakini umelenga zaidi kuinua uchumi wa mwanamke kijana kupitia ardhi, kupitia ardhi, kilimo cha chai. Ndio. Mbali na kuwapa hivi vifaa vya kuvunia chai, tunategemea kuongeza nini? Kipato. Okay. Ndio. Mbali na kuwapa hii elimu hususan katika umiliki wa ardhi, kuweka tu uhalali wa ardhi ambao wanafanyia kazi hicho kilimo cha chai. Lakini pia kumuinua mwanamke zaidi, tunatoa mafunzo ya ujasiriamali. Okay. Na tumeanza kutoa mafunzo ya ujasiriamali wa sabuni, utengenezaji wa sabuni kupitia hivi vikundi vyote ambao tunavifikia. Lengo ni nini? Lengo ni kumwezesha mwanamke kutokuwa na njia moja ya kuingiza kipato. Ndio. Tumeelewana? Kwa hizi harakati zote lengo lake ni kumsaidia mwanamke awe na uchumi endelevu, awe amesimama kiuchumi, utegemezi upungue, aongezeke, familia iweze kuwa na amani, kwa sababu bila uchumi kuwa imara, amani nayo pia haitokuwa sawa. Kwa hiyo katika hizi harakati zetu zote tunaangalia sana kumwezesha mwanamke kiuchumi. Na mwanamke gani? Mwanamke kijana. Tunaangalia katika, unakuta hata mikopo mingi ya serikali ya halmashauri, wengi wanaenda kukopa ni wanawake wenye umri mkubwa. Okay. Kwa vijana, sisi kama shirika la vijana tunahamasisha nini kwa hawa vijana? Tunahamasisha waingie katika kilimo cha chai, lakini pia tunahamasisha katika harakati mbalimbali ambazo zitawezesha wao kukua nini? Kiuchumi. Okay. Kwa sababu tunaangalia asilimia kubwa ya vijana tuna kasumba ya kupenda vitu virahisi. Mteremko. Sasa tunahamasisha kijana aingie kwenye kilimo, na kilimo kiweze kufanyaje? Kumnufaisha kiuchumi. Okay. Maria amezungumza vizuri sana Pili, na hasa tunazungumza namna ya ardhi yake, uchumi wake, kwa maana Halend economy, juu ya kuwainua wanawake kwenye maeneo haya. Tunawapeleka shambani, tunawapa elimu waingie kwenye kilimo cha chai. Tumewaandalia masoko ya wao baada ya kuwa wametuelewa na wameingia shambani. Tunawaandalia masoko ya kwenda kupeleka sasa zao la chai hawa wanawake vijana. Yes, katika huu mradi kila kitu kinaenda kwa hatua, si ndio? Ndio. Kwa sababu uwezo ukampa mtu soko kama hana bidhaa. Yes. Kwa hiyo tulianza kwa tafiti, tukafuata mafunzo, na hayo mafunzo yamefanyika, tukawapa vifaa vya kutendea kazi. Okay. Kwa hiyo mabadiliko yao ndio yanayotupelekea sisi kusaidia kutengeneza njia za wao kupata masoko. Ndio. Ni moja kati ya shughuli inayotakiwa kufanyika katika mradi, kuunganisha na masoko
ya Afrika Mashariki. Okay. Yes. Kwa hiyo baada ya kuona sasa wao tuligundua wanasema changamoto ni ile chai inayovunwa sio bora. Ndio. Tukafanya tafiti ndogo kujua kwa ajili gani inapungua ubora, kwamba wanachelewa kuvuna, kwa hiyo chai nyingi inakomaa ikiwa shambani, au labda watavuna ikija kufika kule kwa wale wanaokusanya ubora umepungua, lakini yote unasababishwa na nini? Nguvu kazi kuwa ndogo shambani. Okay. Na unakuta wengine kama alivyosema, wengine unakuta ni umri umeenda. Kwa hiyo wanashindwa kuvuna chai yote. Okay. Lakini hata wanawake vijana waliokuepo na wenyewe, mtu mmoja hawezi kuvuna eka nzima kwa siku moja. Ndio. Si ndio? Lakini akiwa na mashine anaweza kuvuna chai nyingi na ile ambayo bora, kwa sababu ile mashine inachukua yale majani ambayo ni soft, yale laini ambayo ndio yanayotakiwa. Kwa hiyo inamsaidia kuvuna, kama ni eka moja anaweza kuvuna kwa siku moja au siku mbili akawa amemaliza. Kwa hiyo hadi hapo tunaona kabisa anaweza kuvuna chai bora lakini kwa kiwango kikubwa. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunategemea tukishapata mrejesho kutokana na hivi tulivyofanya kwa muda mfupi, tukiona quantity imeongezeka, quality imeongezeka, sasa hapo tunaweza tukaunganisha kwenye haya masoko. Okay. Na tunaunganishaje? Kwa kuwaleta wale watu wanaohusika na hiyo African Free Trade. Okay. Soko huru la Afrika Mashariki labda au Afrika. Watawapa mafunzo jinsi gani wanaweza kajoin, kama ni through network au moja inaruhusiwa, then wao sasa unapoletewa fursa ni wewe. Umeletewa hadi mlangoni, wewe sasa ufanye maamuzi, unaingia au unatoka. Ndio. Lakini sisi tunatamani kuona wanaingia hata katika umoja ili iwe rahisi kufacilitate hizo activities zao wakiwa wanaingia kwenye kuuza bidhaa zao. Okay. Ni maeneo yapi sasa ambapo mradi huu unatekelezwa hasa kwenye kilimo cha chai kwa mkoa wetu wa Njombe? Sisi tunafanya katika kata 4. Okay. Na zote zipo katika Njombe mji. Ndio. Kuna kata ya Yakobi, kata ya Iungilo, kata ya Ihanga na kata ya Kifanya. Okay. Na ndio maeneo hata kiongozi pale ameyataja kwamba yanaongoza kwa kilimo cha chai. Sawa. Na tayari tumeanza kuwafikia hawa wananchi kwenye haya maeneo. Wanapokeaje kile ambacho nyinyi mnakitoa? Yaani katika mradi ambao tumepata mapokeo makubwa na mazuri sana ni huu. Okay. Kwa sababu changamoto kweli ni zipo na uhitaji kweli ulikuwepo. Ndio. Lakini jinsi gani wanapata suluhisho ya hizo changamoto zao walikuwa hawafahamu bado. Okay. Kwa sisi imekuwa ni kama tumetumwa kuleta suluhisho la changamoto zao. Yes, yani ni kama tulipewa maono. Okay. Nendeni Njombe, nendeni Kifanya, nendeni Yakobia. Kwa hiyo ujio wetu umekuwa ni msaada kwao pia. Na wanawake vijana wapo kwenye kilimo cha chai baadhi, lakini wengi hawakuwa kwenye vikundi. Okay. Kwa hiyo sisi ujio wetu umeweza kuunganisha wao kwenye vikundi. Na kama tunavyojua ni ngumu mtu mmoja kuaminika. Ni kabisa. Lakini mkiwa kwenye maeneo ya mikopo. Yes. Mkiwa kwenye kikundi inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo tuliwahamasisha na kuwapa nguvu wao wakaamini kweli. Okay, mwanzo tulishindwa kujoin kwenye vikundi. Ngoja sasa hivi tuwasikilize hata waweze kutusaidia. Kwa hiyo wameingia kwenye vikundi. Kuna baadhi ya vikundi vilikuwa tayari vipo, lakini vingi kulikuwa hamna. Kwa hiyo tukaweza kukusanya mmoja mkulima chai mmoja hadi wamefika 10, tukatengeneza kikundi. Ndio. Yeah. Kwa hiyo ni impact ambayo tumeweza kuzivuna mapema. Okay, sawa. Bwana Magehema, mimi nirudi kwako kwenye halmashauri ya mji. Mwamko wa wanawake katika sekta ya kilimo upoje? Kama nilivyosema muda uliopita kidogo kwamba mwamko baada ya haya mashirika, kwanza shirika la Noski, lakini pia umoja wa wakulima wa vyama vya ushirika Njotikoje na hao wadau wetu hawa Ikao, mwamko hivi sasa umekuwa ni mkubwa baada ya kuwezeshwa nyenzo hizi. Lakini sisi kama halmashauri tunaendelea kuhamasisha kwa kushirikiana na idara mbalimbali kama maendeleo ya jamii, kuwapa vipaumbele kupitia mikopo ya vijana, wanawake na wenye ulemavu. Wanawake hao wanawezeshwa mikopo na wanahamasishwa. Ujue mazao kama haya, mazao ya biashara, ni uwekezaji wa muda mrefu. Kwa miaka 1-2 unaweza usione faida, lakini baada ya muda soko likiwa la uhakika. Kama saizi tuna kiwanda kule Lwangu cha Kabambe Tea, wale wenzetu wanaitwa Lipton. Wakulima wa kanda hizo, soko la chai kwa sasa ni kiwanda chetu cha Lipton pale. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa hususan wanapohakikishiwa kwamba uwepo wa soko. Okay. Yeah. Sawa. Na wito wako ni upi kwa wanawake wa mkoa wa Njombe, hasa katika halmashauri na katika maeneo haya ambao huu mradi umewafikia, hususan kwenye kujihusisha na kilimo cha chai? Wito wangu kwa niaba ya mkurugenzi na idara yetu ya kilimo ni kwamba wanawake hususan hawa vijana wanatakiwa wakae kwenye vikundi, ili fursa kama hizi zinapokuja kupitia wadau mbalimbali, mashirika haya sio ya kiserikali ambayo hayatengenezi faida, lengo ni kumwezesha mkulima. Kwa hiyo wito ni kwamba vijana wanawake wakae katika vikundi vya masuala ya kilimo, ujasiriamali. Kwa hiyo fursa zinapotokewa, sisi kama halmashauri tunawaunganisha moja kwa moja na wadau,
Hivyo tunaamini baada ya muda watainuka kiuchumi, wataweza kujitegemea. Ni Bwana Peter Magehema, huyo afisa mazao kutoka halmashauri ya mji Njombe, lakini tupo hapa na Pili Bakari, afisa ushirikiano kutoka shirika la IKAO. Yuko pia Maria Mrindoko, msimamizi wa miradi katika shirika hilo la IKAO. 0672783836 ndio sehemu ya kuweza kuandika ujumbe wako mfupi na sisi tutasoma kadiri ambavyo utakuwa umetuandikia hapa. Kikubwa kama una swali lolote juu ya kilimo cha chai, hususan wewe mwanamke kijana, hujachelewa bado. Hapa ndipo sehemu sahihi ambapo utauliza na utajibiwa. Lakini kama unahitaji ushauri na pengine tayari umeanza kujikita na hicho kilimo ila hujui unakiendeshaje kilimo cha chai, wewe mwanamke kijana unaweza kutuandikia hapo kwenye 06727838. Kadhalika tutapokea na simu yako hapo hapo kwenye 0672783836. Tunapokea simu yako, tuambie wewe ni mwanamke uko wapi na pengine kilimo cha chai kinakusaidia kwa namna gani, au kama unataka kujiuliza chochote kuhusiana na kuingia kwenye kilimo hicho, sisi tuko tayari kupokea simu yako na tukazungumza na wewe vizuri kabisa na tukakuelewesha, ama wewe pia ukatusaidia pengine shirika lije na kitu gani hasa ili kuendelea kuboresha zao la chai na liwe sehemu ya kipato cha kukuingizia fedha kwako wewe mwananchi na mwanamke kijana unayetusikiliza kupitia 89.1 Upland FM muda huu. Na baada ya kupokea simu za wasikilizaji na namna ambavyo wameshiriki na sisi katika jambo hili, sasa tumezungumzia changamoto. Tuanze kwako Pili. Nini suluhisho sasa ya hizi changamoto zote ambazo tumeziona kwenye eneo hilo la kilimo cha chai, hususan ili kuwasaidia hawa wanawake? Inawezekana wapo ambao wamekwisha jiingiza kwenye hicho kilimo, wapo ambao wanatamani kuingia kwenye hicho kilimo cha chai, na kwa wale ambao wanatusikiliza sasa hivi, tufanye nini ili hizi changamoto isiwe kikwazo kwao tena kwenye kilimo hiki? Asante. Suluhisho mimi naona mashirika kama sisi tumekuja kufanya hii kwa uchache, lakini pia tunahamasisha pia mashirika mengine yaje kusaidia wanawake. Ndio. Vijana, lakini pia kwa hivi vikundi ambao tumevisaidia, basi hizo mashine ziweze kusaidia hivyo vikundi na viweze kuleta matokeo, kwa sababu kupata mashine hizi bila gharama yoyote mtu kukupatia so rahisi. Kwa hivi vikundi ambao tumevisaidia viwe chachu vya kuhamasisha pia vikundi vingine, kuhamasisha pia jamii. Kukitokea fursa kama hizi, mikutano nini, fursa mbalimbali, watu wanakuja wajitokeze, hususani vijana. Wengi wanaojitokeza ni wamama. Yaani mimi natoa hii hamasa kwa vijana. Vijana tujitokeze, ukisikia fursa, ukisikia kuna kitu hiki cha kusaidia vijana, basi jitokeze. Kwa mfano kama sasa hivi vikundi tulivyokuwa navyo. Ndio. Sasa hivi kuna vijana wengine ndo wanajitokeza. Wakati mwanzoni tulienda, wao hawakuhitaji, waliona kama ni watu tu wanakuja kuongea na kuondoka. Kwa fursa zikitokea kama hizi, mtu anakuja kwa ajili ya kusaidia, msikilize afu ujue jinsi gani utaweza kufaidika kupitia hizo fursa. Kwa mimi naona suluhisho ni vijana kupenda kushiriki katika fursa mbalimbali ambazo zinatokea katika mikutano ya kijiji, kushiriki mikutano mbalimbali ambayo ina lengo la kunyanyua jamii na vijana. Kwako Maria Mrindoko, kama kuna chochote cha kuongeza juu ya suluhisho hasa na kupata wanawake wengi vijana wakijiingiza kwenye kilimo cha chai? Kwa upande wangu ningependa kutoa hamasa pia kwa bodi ya chai na serikali kwa ujumla. Ndio. Kama kuna namna ya kusaidia kuongezeka kwa bei ya chai. Inaweza ikawa ni hamasa kubwa sana, kwa sababu wengi hata hao ambao wapo kwenye kilimo wanakuambia bei ya chai ipo chini. Yaani ukimuuliza changamoto ni nini, atakwambia hali ya hewa. Of course hali ya hewa hatuwezi kuibadilisha sisi, ni kutokana na sisi wenyewe tunavyoishi, muundo wetu wa maisha unasababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Ndio. Lakini wengine watakwambia bei ya chai ipo chini, labda na kuhusiana na nguvu kazi shambani inapelekea wao kuwa changamoto katika kilimo. Kwa hiyo nitoe hamasa pia kwa upande wa serikali na bodi ya chai ambayo inasikiliza. Hawa wakulima wa chai, kama kuna uwezekano wa kufuatilia jinsi gani labda tunaweza tukaiboresha hiyo chai ili hata kiwango cha bei ya kilo ya chai iweze kupanda. Itakuwa ni hamasa pia kwa hawa wakulima vijana kuingia kwenye hii sekta ya kilimo cha chai.
Sawa Bwana Magehema, kama serikali, kama halmashauri tunawawezesha, tunawapa mikopo hawa wanawake, vijana, tunawafanya kila kitu kuona wao wana haki ya kupata chochote kutoka kwa serikali. Kama serikali mnatamani kuona nini kikifanyika kwa hawa wanawake, pamoja na uwezeshaji ambao unafanyika kupitia mashirika lakini kupitia na ofisi yenu ya mkurugenzi? Asante. Kama serikali tunatamani kuona mwanamke, hususan vijana, wanawake, kwanza wanaaminiwa kwenye jamii kumiliki ardhi ili waweze kuwekeza kwenye kilimo cha zao la chai. Lakini pia jamii kubadili mtazamo. Jamii asilimia kubwa watu hawaamini kama mwanamke anaweza kuwekeza kwenye mazao ya biashara. Hawaamini kama mwanamke anaweza kumiliki ardhi. Hivyo hata taasisi za mikopo wakati mwingine mtu anapotaka kukopa kwa ajili ya kwenda kuwekeza kwenye kilimo, ndio hawamuamini kama kweli anaenda kwenda kufanya. Lakini pia wanaume kwenye familia wanatakiwa kutoa uhuru na kushirikiana na wanawake kuhakikisha kwamba wanawake hao wanafanya uwekezaji hususan kwenye zao la chai na wanaleta maendeleo kwenye familia. Japo jambo jingine ndio tunaweza kusema kwamba kipaumbele, wanawake wapewe kipaumbele, kwa sababu ukiangalia mashambani humo asilimia kubwa walioko ni wanawake. Lakini kipato kinapopatikana maamuzi yanafanywa na wanaume. Kwa hiyo tunatakiwa kuwapa kipaumbele, jamii wape kipaumbele kwenye familia, wanaume wape kipaumbele na kushirikiana na wanawake hususan kwenye maamuzi na kwenye masuala mazima ya maendeleo. Okay. Mimi nikushukuru sana kwa uwepo wako pia ndugu yetu Peter Magehema. Huyo ni afisa mazao kutoka halmashauri ya mji Njombe, akizungumza hapa na sisi kwa kile ambacho tumekichakata kwa pamoja. Tulikuwa tunaulizana hapa na tulikuwa tunazungumza changamoto zinazowakumba wanawake, vijana katika kilimo cha chai. Sasa na wewe kama unalima, basi unaweza ukatuambia hapa unadhani changamoto gani ambayo imekusibu ama inakukwamisha, na unadhani sasa kitu gani kinapaswa kufanyika ili kuitatua hiyo changamoto. Pili, kama una chochote cha kuzungumza na wasikilizaji ama Maria, tuondoke. Kuongezea pia ningependa kutoa hamasa katika sera zinazolinda wakulima wa chai. Ndio zizidi kuwa rafiki, lakini pia hata hao ambao wamewekewa hiyo sera waweze kuzijua. Okay. Kwa hiyo hata wanapokutana kwenye vile vikundi vya vyama vya ushirika, waweze hata kuzijadili hizo sera, waweze kujua maslahi yao yako wapi na sera inawazungumzia nini wao. Kwa sababu hata ukishuka huko chini kwa hao wakulima hakuna anayetambua hiyo sera inasema nini. Haelewi chochote. Yeye anajua tu bei ya kilo ni kiasi fulani, labda anapata ruzuku ya mbolea, anapata kitu fulani, lakini sera yake inamzungumziaje hafahamu. Okay. Kwa nitoa hamasa pia hawa wanaoenda kukusanya chai, wahamasishe pia hawa wakulima wa chai wanapokuwa kwenye vikundi, kama wanaweza kuwapatia hata kopi ya ile sera waweze kuzifahamu, kwa sababu ni vitu ambavyo vinalinda haki zao pia. Sawa, mimi niwashukuru sana ndugu zangu kwa kuja. Tulikuwa na Maria Mrindoko, msimamizi wa mradi wa IKAO, msimamizi wa miradi kutoka shirika la IKAO. Hili ni shirika lisilo la kiserikali na wao wamekuja na mradi wa Highland Economy, ardhi yake, uchumi wake. Tulikuwa na Pili Bakari, huyu ni afisa ushirikiano kutoka shirika hilo la IKAO. Tulikuwa na ndugu yetu Peter Magehema, afisa mazao kutokea halmashauri ya mji Njombe. Na leo tulikuwa tunatazama zaidi changamoto zinazowakumba wanawake, vijana katika kilimo cha chai. Sasa na wewe kama una changamoto ambayo inakukumba, nadhani sasa umeshapata wapi pa kuanzia kuitatua na wapi pa kuendelea kuitatua. Muhimu ni kuendelea kuisikiliza Aplenz FM wakati wote, kwa sababu sisi tunahakikisha kwamba haya yote yanakuja kwako ili uendelee kupata elimu zaidi za kilimo na masuala mengine, hususan wewe mwanamke kijana, kundi ambalo pengine linasahaulika kwa kiasi kikubwa kabisa, hususan katika taifa letu la Tanzania. Asante kwa wewe ambaye ulipiga simu, asante kwa wewe ambaye ulituma ujumbe mfupi wa maandishi na ukashare na sisi yale ambayo yote tumeyazungumza. Tutakutana wakati mwingine kuzungumza jambo lingine na hawa ndugu zetu kutokea shirika la IKAO na mradi wao ambao wamekuja nao kwa ajili ya wanawake mkoa wa Njombe. Mimi ni Chungwa, kuwa na wakati mwema. Mwanamke jasiri. Kwetu chapa kazi na umahiri tunatupilia mbali hofu. Wanawake sio viumbe dhaifu,
bali ni watu imara na wenye nguvu kama walivyo wanadamu wengine, na pengine wanawake wana nguvu zaidi. Heshima yake ni kubwa kulingana na majukumu, sifa katika utendaji na namna anavyowajibika katika kuijenga jamii yenye afya. Huyu ni mwanamke jasiri. Tunajadili yote yanayomkabili na kuangalia namna sahihi ya kutatua changamoto zake zote hapa